Habari za wakati, ninakukaribisha kwenye somo maalum ambalo ni fupi, linazungumzia ya kwamba neema ya Yesu Kristo si bwerere. Neema ya Yesu Kristo si bwerere. Kinachomaanishwa ni kwamba neema si mtelemko. Tunajifunza habari ya neema. Kimsingi neema ni nafasi ya upendeleo ambayo mtu anapewa apate kustahili. Tito 2:11 inasema, maana neema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya. Sasa tafsiri nyepesi ni kwamba mlango uko wazi kwa mtu kusamehewa na kuokolewa. Ila unaposamehewa na kuokolewa, unaagizwa kuyakataa mabaya. Tena fungu hilo linasema katika ulimwengu wa sasa. Kwa hivyo hamna kusema kwamba nimeokolewa sasa, naishi maisha yangu ninayotaka sasa. Tunavyookolewa na tunaingia katika ushirika na Kristo Yesu, maana yake ni kubadilishwa kwa maisha yetu kwa ujumla. Inapotokea mtu umeokolewa lakini bado unaishi maisha ya dhambi, maisha fulani hivi ambayo hayaeleweki, bado hujaokolewa. Bado uko kwenye utumwa wa dhambi, bado uko chini ya ulinzi wa yule mwovu. Kwa hivyo katika wakati huu ni kuielewa neema hasa. Ile kitabu cha Yakobo 2:17 kinasema, maana kadhalika imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hivyo kama unajenga imani kwa Yesu na muamini ni mwokozi wako, lakini maisha yako hayaaksi imani hiyo kinachotakiwa na inachotaka imani ya Yesu na haki yake, bado neema unaijua na unaisikia, lakini bado hujaishi ndani ya neema. Kwa hivyo uweke imani ambayo ina matendo. Kataa mambo maovu, kataa nasa, kataa kila aina. Naongea mtu ambaye anatazamia huenda kubatizwa. Maisha ambayo unatamani kuyaacha ni kuyaacha kweli kweli. Huenda mtu amebatizwa siku nyingi. Unapokuwa ndani ya ubatizo na agano, kataa utumwa wa dhambi. Wewe inatokea kweli unaanguka, ni sawa, lakini usikubali, usikiri udhaifu. Kataa ya kwamba wewe sio mtu wa dhambi. Kataa na azimu moyoni kuishi maisha matakatifu, ili uwaksi kile ambacho neema ilicho na sio kinyume chake. Kristo alitoa uhai wake, na tunajua kabisa yeye alimgharimu gharama ya kutoa uhai, na akajikana nafsi ili awe mtakatifu, na utakatifu wake na sisi tunavikwa huo ndani ya neema hii. Kwa hivyo tukiingia ndani ya neema na kuvunja utakatifu, maana yake tunaikana imani ya wokovu wetu. Mungu na akubariki unapofikiria haya, lakini hifadhi moyoni maneno haya na uyafanyie kazi, na utakuwa mtu mwema, mtakatifu na safi mbele za Mungu hata kwa wanadamu. Bwana na akubariki. Amen.